Kwa majina ni Jeniza Mshai, ni chairleader wa Mngamenyi Mining Group. Na karibuni sana hapa kwa Mngamenyi Mining Group, Kasigao, kijiji cha Bungule. Kikundi ni Mngamenyi Mining Group na tuko watu 20, na kina mama 15 na wazee 5. Kikundi kilianza mwaka wa 2004. Ndio tulianza hiki kikundi na tukaendelea nayo, tukianza kuchimba jiwe ambalo linaitwa spino, ambalo ni jiwe ngumu sana, ni mwamba. Na tukaanza hapo kwa manufaa. Tuliunganisha sisi akina mama mwanzo kwa sababu ya maisha, maana nyumba kusimama ni mama. Hata mzee yuko, lakini mama nafikiri ndio ukijenga mama umejenga familia nzima. Kwa hivyo sisi kama kina mama tumekuja pamoja, tukaanza kukutana, kusaidiana kulima, ndio sasa tukaja tukapata haya mambo ya mgodi. Tulipoanza hapo tukaendelea, ndio tukaja tukakutana na watu wa Human Rights Watch kutupatia mafunzo sasa na kutuelekeza vile inatakikana kufanya kwa mgodi. Sisi tulijisukuma kama wanawake kwa sababu sasa mzee akienda na ile shilingi mama atampata, hii shilingi ya mama inakuja moja kwa moja mpaka nyumbani. Lakini ya mzee huwa inapitia kando kando. Nasi ndio tukajiunga kama kina mama na tukaona kazi si ati ni nini, tuliona ni kama kunyanyaswa. Kwa sababu si ati kina mama hawezi kuchimba. Maana sisi tumechimba, kama ni kuchoronga tulichoronga, tukapiga hizo baruti. Kwa hivyo tukaona hii kazi hata sisi kina mama tunaweza ifanya. Na tumeifanya tukiwa watoto. Nasema tukiwa watoto, maana sasa tumekuwa ni wazee, tulikuwa na wajukuu, wakati tulikuwa ni watoto na tukafundisha watoto. Taveta Human Rights Watch na ufadhili wa Action Aid tumekuwa tukifanya kazi na Mngamenyi Women Group na Mlambenyi Women Group huko Kishushe. Haya ni makundi mawili ya kina mama ambayo tunafanya kazi na wao. Na lengo kuu ni kujenga uwezo wa kina mama kuweza kujisimamia kiuchumi. Na sasa kama ilivyo imekuwa ni kama mawazo kwamba kina mama hawawezi kuchimba madini. Na sisi kama shirika tukaona tunajaribu kuondoa hiyo taswira ndani ya mawazo ya watu kwamba kina mama hawawezi kuchimba madini, na tukaona kina mama wa Mngamenyi ni kina mama wajasiri sana. Vijana na kina mama wazee wote wamekuja pamoja kutafuta riziki yao kutoka kuchimba madini. Siku yetu tukija kwanza tunasalimiana, maana kila mtu ametoka nyumbani kwake. Na tunakaa kwa pamoja tuombe. Baba, tunakushukuru Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwaminifu. Umekuwa upande wetu Bwana, hata ulinzi wako ukatulinda tangu asubuhi hata majira haya. Ndio sasa tuende kwa kuchimba sasa. Kamko kazi ya Mngamenyi, kazi ya Mngamenyi, kamko Bwana kuditesie nangolo kudiboise dipatelo likubonya saluko nidalomba. Shatoka hapo sasa tukienda pale sasa ni kujipanga. Kuna wale kuchika cheke, kuna wale ambao tuna kusanya mchanga kwa pamoja. Ndio sasa tupe kwa chekecheke, na kuna kule kuchagua sasa. Huwa tunajipanga. Kutoka pale kuna wale wa kupika. Yaani si ati mimi kwa sababu ni mzee siwezi pika. Huwa tuna siku. Leo mwenzangu akipika, tukitoka pale najua mimi nimechimba pale, lakini tena nitaharakisha nje nipike. Tukila tushakula tena tunapumzika kidogo, tunarudi kama saa 9 hivi tunarudi tena kwa machimbo. Tunachimba kifika saa 11 tunarudi kwa kambi tuanze kutafuta nini ya jioni sasa.
tutafute mboga, kama tuko na mboga tubandike mboga zetu, tupike chai yetu ya jioni. Na hivyo sasa na kutafuta kuni. Tunalala asubuhi kwa sababu kutoka hapa na kwenda nyumbani kwetu inakuwa ni vigumu. Kwa hivyo huwa tunapanga siku zetu, kama ni wiki moja huwa kuna ile chakula ambayo tunaweka kwa kila mtu. Kwa wiki nzima huwa kila mtu kilo 3 na sukari. Sasa tutakuwa hapo tumepata chakula ya kutosha na tunasukuma siku zetu mpaka siku ya Jumamosi ndio tunapanda nyumbani. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ametupa maarifa sisi wanawake wa Mngamenyi Mining Group. Na hata tumepata mtoto wetu wa kutuelevusha tupate tuende ngazi ya juu. Pamoja na Mwakio akaja kuona vile tunafanya kazi na akafurahia. Na Mungu ametubariki kwa sababu mara kwa mara anatuhitaji. Mama, mnafanya nini? Njoo nitakuja. Basi kule kusema kwake kwenyewe napaka mafuta ya roho. Nafurahia kazi yetu. Kwa hivyo Mungu atubariki. Na huyo mtoto tumemtuma afanye kazi kwa moyo wote. Kila mtu akimwona hivi basi roho yake iwe na impende. Yaani kusudi wajue kwamba huyu Mwakio amefanya kazi ya kina mama huko Mngamenyi. Mngamenyi Mining Group ni Mungu tu, ni nyota tulipatiwa na Mungu. Na kwa hivyo tumeipokea na mikono yetu yote. Na tunafanya kazi kwa umoja na Mungu anatubariki. Kile kidogo tunakifurahia na kesho kinaongezeka hata mpaka Mwakio sasa amekuja kutuona mahali ni wapi tunakaa na tunafurahia. Tulianza kuwajenga uwezo chini ya mpango wa FGG kwa kuanza kuwajulisha sheria ya madini yenyewe, the Mining Act 2016. Tuliwajenga uwezo wakaelewa hiyo sheria, maana ni vizuri mtu anayefanya shughuli awe anaelewa kwanza sheria inasema nini. Kwa hivyo tuliwajenga uwezo wakaelewa hiyo sheria, wakaelewa sera ya madini, wakaelewa regulations za madini, kina mama wakaanza kazi ya uchimbaji madini. Na wamekuwa wakichimba madini na sisi tumekuwa tukifurahi sana kuona kwamba kina mama wameanza kupata mapato kutoka kwa uchimbaji madini. Lakini hatukuishia hapo, kwa sababu changamoto kubwa ya wachimba madini wadogo wanaitwa artisanal miners ni kwamba soko ndio inakuwa changamoto. Na inakuwa changamoto kwa sababu mara nyingi kuna hawa middlemen, watu wa katikati wanakuja kuchukua hizo madini za kina mama bila kina mama kuwa hawajui soko, hawafikii soko, wanauziwa madini kwa bei ambayo ni bei duni. Sisi kama shirika kwa ufadhili wa Action Aid tumeweza kuunga mkono mmoja wapo wanachama wa Mngamenyi Women Group, dada Dreda, kwenda kumjenga uwezo wa kuboresha madini. Na hivyo tunavyosema Dreda tayari ana ujuzi, ameshafuzu kwenye ngazi ya kwanza ya kuchonga madini na kuitayarisha kuingia kwa soko. Hii ni kumaanisha sasa kina mama wa Mngamenyi Women Group, makundi mengine ya artisanal miners yaliyo karibu na hapa wataweza kufaidi ujuzi wa Dreda. Na watakuwa sasa wanaingia sokoni sio kuuza jiwe ambalo halijakatwa, wanaingia kuuza jiwe ambalo limekatwa, na tofauti ni kubwa sana. Jiwe ambalo halijakatwa linauzwa kwa grams. Linapochongwa na Dreda na lio tayari litauzwa kwa karat. Kwa hivyo kina mama watakuwa na pato mazuri zaidi kiuchumi. Kwanza changamoto yetu hapa kubwa ni certificate. Hii certificate imekuwa kwetu changamoto. Maana kuna watu unaenda unaambiwa kuna watu wa neema. Watu wa neema wanataka sijui 40,000. Haya kuna haya makaratasi hivi tunaambiwa mpaka permit. Ndio sasa tupate hayo makaratasi. Sasa kwetu imekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu sisi ni akina mama. Ni kweli madini yako lakini bado hatujafikia yale madini. Na tulikuwa tunaomba kama serikali itusaidie, yani punguze hiyo gharama kidogo ya kunini ya hayo makaratasi, yani hayo mambo mengi ya makaratasi. Wakitupunguzia kama hiyo environment nini, watupunguzia angaa ndio tufikie mali tunataka. Tukipata sisi hatujakata kulipa nini ushuru. Lakini kwa sasa bado hatujapata na hapa tunajua kuna madini. Kwa hivyo hiyo ndio changamoto tunapitia. Vifaa pia tuko navyo changamoto kubwa sana. Kwa sababu kama hivi tumeona mahali kuna jicho, lakini lile jicho
limetushinda kwa sababu sasa kunatakana tupate tindo, tupate hizi choronga. Kwa hivyo sasa hiyo ni changamoto nyingine, vifaa pia tuko navyo changamoto. Kikundi hiki cha Mngamenyi Mining Women Group nimefanya nacho kazi au nao kazi kwa muda mrefu sasa, na nimekuwa nasaidiana na Taita Taveta Human Rights Watch ambao pia anakuwa pamoja na ActionAid katika hali ya kuhakikisha kwamba kina mama wanaboresha uchimbaji wa madini. Na niseme kwamba kivyangu kama Inspector of Mines nimefanya kazi mara kadhaa kuhamasisha mambo ya uchimbaji wa madini. Nimeenda pia katika machimboni, katika mining site, ni kuwafundisha mambo ya safety, mambo ya compliance. So ni baadhi ya mambo ambayo nimewafundisha, na jambo la kutia moyo ni kwamba kila wakati nikiwafundisha, ninaporudi kuangalia ile kazi wanafanya, unapata kwamba wanazingatia hasa mambo ya usalama au safety. Unavyoona hapa ni mashimo ambayo tulichimba na tukaacha, lakini tunapochimba tunapanda mti hapo katikati ili kulinda mazingira yetu. Mnapoona ile eneo ni eneo nzuri ambalo linalopendeza, liko na miti, liko na nyasi. Basi tunatunza mazingira kupitia kwa aina hiyo, kwa sababu tunapochimba hivi tunapanda mti hapo katikati, baadaye tunafukia kidogo ili mti unaendelea. Hata mkiangalia mti vile huko ni mti smart ambao unapendeza. Hapo tuko na nasari ambazo tunapochimba mashimo tunaleta miti ya kupanda mahali hapa. Ukiangalia eneo zote, hata ukitembea huko ndani huko, unaweza kaona mashimo yote ambayo tumeacha iko na miti tumepanda. Kwa hivyo hatuwezi kuacha mazingira yetu yakaharibika. Sisi tukishachimba mawe, wakati wa mbeleni mabroka walikuwa wananunua. Lakini kwa sasa hii tunashukuru kuna hii shirika la AWEC. Tunalishukuru kwa sababu walipoanza kutufunza wakatuletea kuna soko inaitwa Moyo Gym. Sasa hii hatuwezi patiana broker, tukichimba tunaweka tunaenda kwa hiyo soko. Siku wao wanatuletea message tarehe fulani na fulani ni hivi na hivyo. Sasa hapa kwetu tunaenda Voi. Kwa hivyo kwa soko tunaona hapo changamoto si kubwa sana, isipokuwa soko yetu ile tunataka, maana mengi yale yanatoka ni yale madogo. Sasa unaenda tunarudi na mzigo, hakuna kitu umepata. Kwa tunaomba kama hiyo soko wanaza changanya hata yale madogo, hata yale ambaye hayana, yani hayaoni vizuri. Tukipata hivyo itakuwa kwetu kama kina mama itatusaidia. Sababu sasa kufikia yale mazuri mpaka sasa tuwe na vifaa. Ndio hiyo changamoto yetu. Alafu naweza sema changamoto nyingine pia, nyumba zetu ni za makaratasi, ambapo hapa ni kweli tunasema ni usalama, lakini kuna wakati mwingine ndovu wanapitia hapa karibu. Sasa wakati huo ndovu wakianza kupitia hapa, tutakuta kila mahali tumeenda tukichimba, tukiweka moto tuchome moto, ndio sasa at least tumepata ile joto. Kwa hivyo changamoto pia ya nyumba tuko nayo. Na madramu, maji tunabeba na mabondi. Sasa ingine tukileta sasa kukodesha pikipiki ituletee maji. Pia hiyo changamoto kwetu kama kina mama. Hatuna mahali store ya kuweka maji. Tukipata kama hizo store pia za kuweka maji itakuwa, maana mama kukaa porini wiki nzima ni changamoto kubwa. Na sisi tunafurahia sana hawa kina mama kwa sababu wanabidii. Maslahi hao wanaangalia wenyewe, na kama tulivyokuwa tukijadiliana na wao ni kwamba tumewajenga uwezo mpaka sasa wameanza kushindikiza ofisi husika. Tayari wameshahusisha ofisi ya governor, ofisi ya senator, waunge mkono ili kina mama waweze kupata. Maana sisi kama shirika letu tu ni kuwajenga uwezo, ni kuwapatia hamasa. Lakini ofisi za governor, serikali ya county, serikali kuu ya nchi ni jukumu lao sasa kuwasaidia kina mama kupata vifaa vya kuweza kufanya kazi yao kikamilifu. Na tumefurahi kwamba wao sasa wameshaanza kushindikiza hizo ofisi kuwapatia hawa kina mama vifaa. Kwa hivyo sisi kama Taita Taveta Human Rights Watch tunajivunia sana kufanya kazi na hawa kina mama, na huu mradi wa FGG ama kwa kweli umefanya mabadiliko makubwa sana. Kwa sababu kina mama wa Mngamenyi Women Group ndio wachimba madini wa pekee ambao wanachimba madini kwenye community land, kwenye ardhi ya jamii.
Wachimba madini wote wengine wanachimba madini katika ranches na private lands, lakini hawa wanachimba madini yao ndani ya community land. Hii ni Kasigau community land ambayo wanachimba madini hapa, na wamekuwa kielelezo hata kwa wanaume kwamba wanaweza wakafanya miradi ambayo italeta mapato. Ni kina mama wajasiri. Ukiangalia hili ndio nyumba wanalolala usiku. Inatupatia moyo sana sisi kuona kwamba ni kina mama ambao ni wajasiri na wako tayari kubadilika kiuchumi. So niseme kwamba kama Inspector of Mines nimeridhika na ile kazi ambayo Taita Taveta Human Rights wanafanya, na ni kati ya zile juhudi ambazo naamini zitasaidia, kwa sababu nikiangalia katika uchimbaji wa madini watu wengi sana wamekuwa ni wanaume, but katika miaka za hivi punde kupitia Taita Taveta Human Rights Watch tumesaidia kuweka kina mama pia kuwa kipaumbele katika nyanja hii ya madini. Na pale wanachimba spinel, wanachimba pia rhodolite, na ni watu ambao wanafuata maagizo. Hivi majuzi nilienda pale nikaangalia ile kazi wanafanya, nikatoa mapendekezo wajaribu pia upande wa rhodolite, na nilienda huko wiki iliyopita, ninaona ile kazi wanafanya ni kazi nzuri. So naweza sema kwamba Taita Taveta Human Rights Watch, Action Aid wanajaribu sana, na naweza sema juhudi wanazofanya ni juhudi ambazo zitasaidia sana kuimarisha uchimbaji wa madini katika sehemu ya Taita Taveta, na hasa kwa upande wa kina mama. Tunashukuru kwa kuna msaada tulipata wa chekecheke kutoka kwa Jemu August na miiko chekecheke 10 na miiko 10. Alafu kuna msaada pia tulipata kwa Action Aid wa kofia, na pia wakatusaidia hata na kifedha kwa sababu ya ya kutoa miamba. Mali tulikuwa pale chini walitusaidia kifedha, watupatia tukatoa miamba pale, maana tulikuwa sasa miamba ilikuwa nyingi, tulikuwa hatukuweza. Human Research hapo wakatusaidia. Na pia walitushika mkono pakubwa, kwa sababu ndio wamekuwa watu wa karibu, wanatuita karibu na kutufundisha na kutuelimisha kufanya hii kazi. Na sitasahau watu wa AWEC pia nao walichangia pakubwa kutupa mafunzo, hata mafunzo mengine ya jinsi walitupatia mafunzo mpaka yani jinsi tunavyopata pesa tunaweza fanya aje mambo na budget. Wakatupeleka training, tulipelekwa mpaka Mkuki kuona jinsi wenzetu wanafanya. Alafu kuna shirika lingine lilikuwa NCSK pia walikuwa wametupatia mafunzo na watupatia mashini ya kuchoronga, lakini mashini ilikuwa ni haiwezani na ule mwamba, maana tulikuja tukajaribu kupiga zile zikawa zimekunjika. Lakini tunashukuru kwa sababu walionyesha upendo kwa kina mama kutusaidia. Mwisho tungejipenda tujione tumetoka kwa kuchimba na tumeenda kwa biashara zingine kubwa, na mahali hapa labda hata tunaweka wafanyikazi sisi tuwe kama ni wa kuangalia, maana nguvu zenyewe zinaenda na kuisha. Kwa hivyo tungependa kwa miaka 5 ijayo tungepata hivyo vifaa, ndio sasa tuendelee kulala maana kuvuka ndio ndaboneka ishimana jodabona dadu dikijipata. Naitwa Dreda kutoka Bungule, na mimi ni mkataji mawe wa Jamhuri Mwanjila, na niko na maelezo kidogo ya jinsi ya kuchimba mawe na kukata. Kule natoka Bungule, kule kuna wamama tunachimba na wao madini, tunachimba rhodolite. Sasa rhodolite wakina mama wakichimba wanachekecha, ikishachekecha wana sort, wakisha sort tunapata pieces kama hivi, tunaangalia zile nzuri, tunapata pieces kama hizi, alafu naja na chonga. Tunaepusha, inakuwa rahisi kuepusha mabroka, kwa sababu broka anaweza nunua ikiwa hivi alafu anainunua na bei mbaya, lakini nikishaichonga
Ikiwa kama hivi nitaiuza na bei nzuri, ambapo pia inafaidi wamama wenye wanachimba. Ikiwa rafu inakaa hivi na nikiwa nimechonga inakaa hivi. So alafu kuna pia tunaweka kama ni kwa pete ama kwa mkufu, tategemea wewe utataka vipi. Kuna zingine ni kama ni ndogo sana, huwa twazitengeneza kwa vikapu tule tudogo kabisa, lakini ni nzuri, huwa twaziweka kwa vikapu. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa kusoma ili niweze kutoa ile hali ya ubroka, alafu pia nitengeneze kwa bei nzuri. Nikishachonga naenda pale Gen Center nauza, ama natoka hivyo mtaani nauza kibei. Hapo tu kwa market kuna nauza kihivi, ambapo inakuwa na bei nzuri kuliko kuuza ya rafu. Ikiwa rafu napima na grams, nikiwa nimechonga napima na carats. Value addition ni kujitengenezea jiwe lako, yani ipate thamani zaidi kuliko kuuza ikiwa iko rafu. Haina thamani kuliko ikiwa imechongwa.